Nilikuwa nauliza hawa majamaa kama ni wao ndio wamejenga hii ama kuna watu wametoka dunia ingine. Ni nyinyi? Nyinyi ndio mmejenga hii manyumba? Hii kazi yote hii, ghorofa yote hii? Nyinyi ndio mmejenga? Si Mungu ni wa ajabu? Hivyo ndivyo mambo ilivyo pale katika mtaa wa Mukuru, Wakenya wakisudia mambo ya housing levy. Kumbuka wengi wamesema katika mambo ya siasa ya kwamba hizo ni projo tu na mambo ya wanasiasa. Leo hii Wakenya wamesudia, and I think some of Kenyan citizens have received their house. I don't know, but let us look at this video. Haihitaji miujiza, inahitaji bidii na mipango na watu wenye nguvu kama nyinyi. Ndio bwana? Si nyinyi ndio mtabadilisha hii Kenya? Ama hii tulianza juzi, hata haijafika miaka miwili ndio hii iko hapa. Sasa mimi nataka niwaulize kama tungeanza hii kazi 20 years ago, Kenya ingekuwaje siku hizi? Singekuwa ati Singapore. Si tungekuwa tumefika mbali? So mimi nataka niwaambie hii kazi tumefanya hapa ni ya 2 years. Just imagine what is going to happen in 10 years. Just imagine what is going to happen in 20 years. Si hii dunia itabadilika? Now, these are some of the questions ambao Wakenya wanauliza. Willy amefanya kazi for I think less than 3 years. Na tunajua ya kwamba coming 2027 atatafuta nafasi ya kurule for the second time. Na sasa ukisikia kwa hiyo clip anasema ya kwamba in the next 20 years. So, je, atafanya 10 years ama itakuwa namna gani? I don't know, but to make the matter worse is a question, maswali ambao Wakenya wanajiuliza ni ya kwamba wakina nani hawa wanapata nyumba hizi? And let us just continue watching this. Tumetoka hapa Mukuru. Wale watu ambao wamekuja hapa, wengine tumewatoa Marigoine, wengine wametoka Riara hapa chini, mahali hakuna maji, hakuna stima, hakuna nini. Leo wamehamia hapa. Si namna hiyo? Na sasa nilimuona jamaa mwingine wale bila agenda. Wale jamaa. Wale bila sera. Wale bila akili. Ati walienda kuambia watu wa Marigoine wasitoke Marigoine, wakae huko kwa slum, wasikuje hapa kuishi hapa. Huyo mtu wako na akili kweli? Shida ya Kenya ndio hiyo. Watu wenye akili kidogo. Nyinyi mnanielewa? So, mimi nataka niwaeleze kwa mapenzi ya Mungu, Mungu atatujalia tubadilishe taifa letu. Kila Mkenya apate nafasi ya kuishi kama Mkenya mwenzake. Si ndio? Hakuna mtu ameandikiwa atakuwa maskini siku zote. Tunaelewana? So, tutafanya bidii na kila mtu tutamuinua. Na sikizeni, hii manyumba sasa Kenya, ile kandarasi huyu mjamaa amesign, kandarasi amesign ya karibu bilioni 600 kujenga hizi manyumba. Pesa ngapi? Bilioni 600. Alafu juzi nimesema sasa tutakuwa na national program ya 5 trillion. Watu wengine wakasema haiwezekani. Kama hii iliwezekana, hiyo ya 5 trillion haiwezekani kwa njia gani? Watu wawache hiyo bwana. Ama namna gani? Na sikizeni, hiyo kazi tutafanya tukiwa hapa. Tutamaliza hiyo kazi when we are alive. Hii Kenya lazima ibadilike kwa vyovyote. Ama namna gani? Juu chini.
it means that Singapore is real, right? Kumbuka ya kwanza milele tu idea ya kwamba very soon Kenya itakuwa kama Singapore. So let us just wait and see. Tumaini ya kwamba wale wamepata, congratulations, na wale hawajapata pia tuwe na subira. Very soon Kenya itakuwa kama Singapore.